Sisi tunaheshimu sana wageni. Na tunaheshimu sana watu kutoka nchi jirani. Kwa sababu tunaheshimu mambo ya ndani ya nchi hizo. Lakini jana wale watu wa mitandao mtakuwa mmesoma. Kaja mgeni kutoka Kenya anaitwa Martha Karua. Martha Karua ni mwana sheria. Tena ni mtu wa Afrika Mashariki. Tunamjua na tunamheshimu sana kwa taaluma yake ya sheria. Lakini mwanasiasa wa Kenya vile vile. Ana chama chake. Alikuwa na chama kinaitwa NARC Kenya. Sasa kija ameona hakina soko. Amekibadilisha, ameanzisha kingine kinaitwa People's Liberation Party, PLP. Sasa kaja. Ana haki kama mwanasheria, kama ameitwa na watu wanaoshtakiwa. Sasa polisi wakikukuta unakosea, hawaendi kwa wasira kumuuliza amekosea. Wao ndio wamesomeshwa kujua kama amekosea. Wakikuchukua hawaruhusi kukaa na wewe muda mrefu. Wanakuambia ukae, ikifika saa 24 umeshafika wapi? Kwa sababu kwa mujibu wa katiba, mahakama ndio chombo cha kikatiba cha kutoa haki hapa nchini. Sasa polisi walimkuta Tundu. Mimi sitaki kueleza makosa yake, maana mimi sio hakimu. Mambo makosa gani anafanyaje na achia mahakama, na mimi nitafanya makosa ya kuingilia mahakama. Tunaheshimu mahakama. Ndio chombo kinachotoa nini? Haki. Na sasa tukiingia huwezi kukiamrisha. Na Mheshimiwa Martha Karua mwana sheria aliyebobea anajua kitu kinaitwa separation of powers. Kwamba ukiwa na mahakama, rais hawezi kuingilia mahakama. Anajua kwamba mahakama peke yake ndiyo inaweza ikaamua mtu amekosea au hajakosea. Na kosa na sheria inasema mtu hawezi kuhesabiwa amekosa mpaka mahakama imuone anakosa. Kwa sisi hatujui kama anakosa au hana. Polisi ndio wanajua. Sasa kama huyu wamepeleka, lazima labda wana suspect kuna kosa, lakini muamuzi wa kwamba anakosa ni mahakama. Na sisi Chama cha Mapinduzi na serikali tulioiunda kwa idhini ya Watanzania hatuingilii mahakama. Tunaiachia mahakama ifanye kazi yake. Hatuiambii mwachie, haituambii mfungeni. Mheshimiwa Martha Karua anajua hayo mambo. Lakini kaja anasema ana kofia mbili. Dar es Salaam nilikuwa namsikiliza jana. Moja ni mwanasheria, nikasema hiyo kofia tunaiheshimu. Aende Kisutu kwa wanasheria wenzake. Lakini akasema kofia pili, yeye ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo analaumu, anasema CCM inaogopa Chadema, ndio maana inawakamata ili ishinde uchaguzi. Martha Karua, mimi nataka nimwambie asikie, na wanaopeleka habari wampelekee watu wa magazeti kwamba nimesema hapa Tanzania kwa mwaka huu hakuna chama kinaweza kuogopwa na CCM. Chama gani? Maana ukienda mahali ugenini ni vizuri ukajua mambo ya hapo kabla hujalalamika. Yeye amefika tu na ndege, mara kapata hoja ya CCM inaogopa Chadema. CCM yenyewe, Chadema yenyewe ya kuogopa iko wapi? Iko wapi? Wao wenyewe wameshagawanyika. Bali si kuna G55 wanatafuta chama cha kwenda. Anailaumu tume, anasema kwa nini inawazuia Chadema. Chadema waliambiwa tarehe 12 waende wasaini masharti ya maadili ambayo walishapelekewa siku nyingi. Wao ndio walikataa kwenda. Wenyewe lazima waanzishe zogo ili magazeti yapate cha kuandika. Wakakataa kwenda.
Sasa kama wao wana uwezo wa kushauriana na tume, washauriane na tume. Sisi CCM tunangoja. Tume ikiwakubali tuko tayari. Waje. Tumejipanga vizuri na watashindwa kama walivyoshindwa kwa serikali za mitaa. Anasema Martha Karua, kwa nini hatuzungumzi nao? Nani amekataa kuzungumza? Niwaambie, tarehe 2 ya mwezi huu, mimi makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wengine wa vyama vilivyoko katika chombo kinaitwa Tanzania Center for Democracy, TCD, tulikutana tukaulizana tuseme mambo gani yanatusibu kabla ya uchaguzi. Vyama vilivyokuwepo pale, Chadema, tena Tundu Lissu ndiye alikuwa mwenyekiti. Yani wewe ufikirie mimi nipo lakini mwenyekiti ni Tundu Lissu, sijui unaishi. Lakini ni utaratibu. Tundu Lissu mwenyekiti, nikakaa pale mimi mjumbe. Kuna wakati nilimtania Tundu Lissu, akasema wewe unajua sisi imebaki busara za mwenyekiti. Nika mwenyekiti, mbona kichwa chako kisioni kama kina busara za kutosha? Lakini ilikuwa utani. Ila leo nimeweka hadharani niseme. Sasa Martha Karua anasema hatuzungumzi. Sasa nataka kumwambia, unataka tuzungumze naye nini? Maana tunazungumza, yule bwana hayupo, anakataa na chama hakiji. Tukakisake wapi hicho chama ili tuongee? Hatujakataa kuzungumza. Sisi ni chama cha amani. Sisi ni chama kinachoheshimu demokrasia, na kuzungumza ndio njia. Demokrasia ya kuchochea watu wagome uchaguzi ni kupinga haki za wengi. Kwa sababu wengi wataka kupiga kura, sema hakuna wasipige. Sasa wewe una haki gani ya kuzuia mamilioni ya watu kwenda kupiga? Alafu unasema hiyo nayo ni demokrasia. Sasa nataka kumpa ujumbe wa mwisho Mheshimiwa Martha Karua. Mimi najua sana Kenya. Na juzi yeye alikuwa mgombea mwenza wa Raila. Ila Kenya nayo ni hatari. Mara nyingi hawaeleweki hapa. Martha Karua kwa historia yake ni mgogoro. Alikuwa mgogoro wakati wa Moi, alikuwa mgogoro wakati wa Kibaki, alikuwa mgogoro wakati wa Uhuru, na ni mgogoro mpaka sasa. Na akibisha siku nyingine nije niwaeleze migogoro yake tangu Kibaki na ifahamu. Sasa kama anasema sisi tunavuruga amani na Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi hatuvurugi Afrika Mashariki. Sisi tunaendesha mambo yetu kwa amani, na salamu tunazompa ni kwamba asijaribu kujipima na CCM. CCM ni chama kikubwa. Kikubwa tena sio katika Tanzania, ni chama kikubwa katika Afrika. Ndio. Chama kikubwa, chama kinaanza na nyumba 10. Wewe uliwahi kukiona wapi? Hamna. Kwa tunamwambia sisi hatuna hofu na chama chochote. Lakini hatuwezi kuingilia kazi ya mahakama, wala hatuwezi kuingilia kazi ya tume. Lakini kama ni mjuzi hivyo na anatoka Kenya, ashughulikie mambo ya Kenya, maana Kenya yenyewe naye haijasimama sawa sawa. Na kama anaona Kenya sio kwa mambo yake ni madogo, anataka makubwa, basi aende DRC akasaidie mgogoro na Rwanda. Na kama anaona hiyo kazi nayo haitoshi, aende South Sudan akasuluhisha. Ndio. Lakini aende, kama ameshindwa vyote, arudi nyumbani, aende aendeshe chama chake kinaitwa People's Liberation Party ambacho kimeua naki Kenya, na hatuelewi hata sera zake, na hakijafanya uchaguzi wowote ndani ya hicho chama tangu kimeundwa. Sasa demokrasia anayezungumza ya Dar es Salaam pale Kisutu, demokrasia gani? Hata ndani ya chama chake haimo. Sisi tumechaguana vizuri tu. Hata juzi tulikuwa hapa Dodoma, na mimi naye mwambia nilichaguliwa kwa kishindo kuwa makamu. Demokrasia.
hiyo dozi inamtosha mama.